بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد. Tunaanza kitabu chetu rasmi Al-Mawa'idh al-Usfuriyya, kitabu ambacho kinakusanya hadithi 40 katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na faida za kitarikhi na hikayati sufia, yani simulizi za sufia, wa malhi adabia au milhi adabia, na chumvi ya kiadabu, ambacho cha msanifu huyu anaitwa Abu Bakr al-mashhur bi'Usfuri radhiyallahu anhu. Leo rasmi tunakianza, tunaomba Mwenyezi Mungu taufiki. Tunaanza katika ukurasa wa 3 kwenye chapa kama zetu. Ukurasa wa 3 ndo mukaddima. Anasema bismillahir rahmanir rahim, wajaaka fi hadhihi alhaq wa maw'izatun wa dhikra lilmu'minin. Khutbatul kitabi. Khutba ya kitabu inaanza kama hivi: alhamdulillahi rabbil alamin, kila sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu, rabbil alamin, bwana wa viumbe. Wal aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Wal aqibatu lilmuttaqin, mwisho mwema ni kwa wacha Mungu. Wala udwana illa ala adh-dhalimin, wala udwana, na wala haukuwa uadui isipokuwa ni kwa madhalimu, au hakuna uadui isipokuwa ni kwa madhalimu waliyezidhulumu nafsi zao. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin, na rehma ziwe au zishuke juu ya mbora wa khalqihi, viumbe wake, ambaye ni Muhammadin wa alihi ajma'in, na ahli zake wote. Wa ba'du, baada yaliyokwisha tangulia, fa innal abda almudhniba, hakika mja mwenye kufanya madhambi, Muhammadu ibn Abi Bakri rahmatullahi alayhi, ambaye ni Muhammad mtoto wa Abi Bakri rahmatullahi alayhi, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Baada tuli khawdhihi fi bahri dhunubi, baada kurefuka kuzama kwake katika bahari ya madhambi. Baada tuli khawdhihi fi bahri dhunubi wal isyani, baada ya kurefuka kuzama kwake katika bahari ya madhambi, wal isyani, na kufanya maasi ya talaba ridharrahmani. Mtu huyu, yani baada tuli khawdhihi fi bahri dhunubi wal isyan talaba ridharrahmani, alitaka radhi za Mwenyezi Mungu sasa, yani akarejea kwa Mungu. Talaba ridharrahmani wa makhafata shaitani, yani talaba makhafata shaitani, akataka kumwogopa nani? Makhafata shaitani, kumwogopa shaitani sasa. Wanajata minan nirani, na pia akataka kuokoka kutokana na moto. Wadukhula fi daril jinani, na pia akataka kuingia katika jumba ya pepo. Lakini anasema walam tasmah lahu nafsuhu suluka sabilil amani, walam tasmah lahu nafsuhu, na wala haikumruhusu yeye nafsi yake, suluka sabilil amani, kufuata njia ya amani. Lam tasmah lahu nafsuhu, haikumruhusu yeye nafsi yake, suluka sabilil amani, kufuata njia ya amani, ghaira annahu, isipokuwa kwamba yeye
wajada fi hadithi khairil insani. Mtu huyu alikuwa anafanya madhambi na nafsi yake haikumruhusu kufuata njia ambaye ina amani, njia ya Mwenyezi Mungu, siratul mustaqima yani. Lakini isipokuwa kwamba yeye mtu huyu wajada fi hadithi khairil insan, siku moja katika kutwali akakuta katika hadithi ya mbora wa watu ambaye ni mtume, ambaye ni sahibil mu'jizati wal burhan. Khairil insani sahibil mu'jizati wal burhan. Atfu zote hizo ni katika naati yani. Mwenye miujiza wal burhan, na mwenye hoja. Al burhan bi maana hujja. Annahu qala, kwamba huyu mtume amesema, man jamaa 40 hadithan, yeyote ambaye atakusanya hadithi 40, yoyote ambaye atakusanya hadithi 40 hadithan, fahuwa al-afwu wal-ghufran, basi huo ndo msamaha. Al-afwu wal-ghufrani ni atfu tafsiri. Kadhalika katika chapa zingine anasema fahuwa fil afwi wal-ghufrani, katika chapa ile. Lakini hapa imekuja fahuwa al-afwu, yani kule, yani dhalika al-jam'u huwa al-afwu wal-ghufran, kule kukusanya tu ndo msamaha wenyewe. Sawa Sheikh. Fajamaa al-abdu 40 hadithan, akakusanya, alipopita katika hadithi hii akaikuta, akakusanya huyu mja 40 hadithan, hadithi 40, jana bil asanida au bil asanidil muttasilati ila an-nabii alayhi salam, kwa sanadi zenye kuungana mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallama, anil mashaikh, kutoka kwa mashekhe, al-mukhtarina, wenye kuchaguliwa shekhe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kuwa shekhe mpaka uchaguliwe. Anil mashaikh al-mukhtarina, lakini wal a'immatil kibari, na kutoka kwa wanawachuoni wakubwa. Hizi hikaya zote, hadithi zote zimechukuliwa kwa mashekhe wakubwa na wanawachuoni wakubwa. Sawa Sheikh. Anasema wayarwi kullu wahidin an ba'dhi sahabati al-abrar, na anapokea kila mmoja katika wale mashekhe na mashekhe wakubwa, al-a'immatil kibari. Yarwi kullu wahidin, anachukua au anapokea kila mmoja, an ba'dhi sahabati al-abrari, kutokana au kutoka kwa maswahaba watukufu. Wazada al-abdu fihi ma yaliqu bihi min al-maw'idha, na amezidisha huyu mja huyu, fihi, katika hizo hadithi amezidisha nini? Ma yaliqu bihi, yale ambayo yanaendana na ile hadithi, min al-maw'idha, katika mawaidha, miongoni mwa mawaidha, wal hikayati al-masmu'ati min al-ulama'i al-madhkurina fi al-akhbari wal athar. Na hikaya, yani simulizi zenye kusikiwa, al-masmu'a, zenye kusikiwa, min al-ulama'i al-madhkurina, kutokana au kutoka kwa wanawachuoni wenye kutajwa, fil akhbari, katika hadithi, wal athari, na athar. Mal farqu baina al-akhbari wal athar? Al-athari ma qalahu as-sahaba, wal a'imma ndo athar, na al-akhbaru ndo hadithi. Haya, asa, huenda asa ayyamana min sakhatil malikil jabbar, anasema huenda akasalimika huyu mtu ambaye amekusanya hizi hadithi, akasalimika nani? Min sakhati al-malikil jabbar, kutokana na machukivu ya Mwenyezi Mungu, mfalme al-jabbar. Wayajidu munahu fil ahli, na huenda wayajida si ayyamana min sakhati al-malikil jabbar, wa ayajida munahu, hivyo. Na huenda pia akapata munahu fil akhirah, matamaniwa yake, fil akhirah, huko akhira, min al-hakimi sattari, kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye al-hakim, mwenye hikma,
As-Satari, mwenye kustiri mno. Kwa nini? Bibarakati ma jamaa min al-ahadithi wal akhbar, kwa baraka ya alizozikusanya katika hadithi na habari. Sawa. Wa altamisu du'a, na ninataka dua. Unajua aliandika khutbatul kitabi au muqaddimatu wa hichi kitabu ni yeye mwenyewe. Wa altamisu du'a minan nadhirina fihi wal wa'idhina minhu, na ninataka dua kutoka kwa wenye kutizama tu. Hata yule ambaye ametizama tu kitabu hiki akakipenda, Sheikh anaomba dua, muombe dua. Minan nadhirina, kwa wenye kutizama, kwa sababu kuna hunaka man yanzuru alkitab, hunaka man yanzuru alkitab wa hunaka man ya'khudhu ma fi alkitabi liya'idha an-nasa. Huenda kuna wengine ambao wanachukua huko, kuna wengine ambao wanaangalia tu, na kuna wengine ambao walwa'idhina minhu, na wenye kutolea mawaidha kutokana na kitabu hicho. Muombe dua. Farahimallahu man yadhkuruhu bid-du'a wala yansahu, basi amrehemu yeye mwenyewe, ametuombea dua kabisa. Basi amrehemu Mwenyezi Mungu yule ambaye atamtaja yeye, yadhkuruhu, yani yadhkuru dhalika al-abda, atamtaja yule mja bid-du'a, kwa kumuombea dua, wala yansahu, anaomba msije mkamsahau. Abu Bakar, Mungu amrehemu. Huo ndio ulikuwa muqaddimatul kitabi au khutbatul kitabi. Tunaendelea alhadithu al-awwalu, hadithi ya kwanza. Tunafungua kitabu. Hadithi ya kwanza kabisa anasema, an Abdullah ibn Amri radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema, arrahimuna yarhamhumur rahmanu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Al-khabara bitamamihi, al-khabara bimaana iqra'il haditha bitamamihi au kammilil khabara bitamamihi. Kwa maana hii hadithi ni kipande. Mtume anasema arrahimuna, wenye kuhurumiana, yarhamuhumur rahman, anawahurumia yeye Mwenyezi Mungu, anawahurumia wao Mwenyezi Mungu. Akasema mtume, irhamu man fil ardi, vihurumieni viliyoko ardhini, yarhamukum man fis samai, vitakuhurumieni vilivyoko mbinguni. Wanakusudiwa malaika, sio Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mawahabi wanatumia hadithi hiyo sadhi, wanasema yarhamukum man fis samai, man fis sama, wanatafsiri kwamba atakuhurumieni yule aliyoko mbinguni. Wanamtaja Mungu, sio Mungu. Hapa mtume anakusudia malaika. Hiyo ndo tafsiri ya ahlus sunnati wal jamaa, kwamba yarhamukum man fis samai, vitakuhurumieni viliyoko mbinguni. Al-khabara bitamamihi, al-khabara bitamamihi. Sasa alipoleta hii hadithi kwamba tunahusiwa tuhurumiani kwa aina yote ile, kwa kaifia yote ile. Wa fi muwafaqati hadha al-hadithi hikayatun an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kana yamshi fi sakakil madinati. Na katika kuwafikiana hadithi hii kuna hikaya. Sawa? Katika kuwafikiana hadithi hii ambayo tumeisoma kuna hikaya, kuna simulizi. Ngoja tuione. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Umar, kutokana Umar amesema, kana yamshi fi sakakil madina. Siku moja Umar alikuwa anatembea katika vijia au vichochoro vya Madina. Sakak yani at-tariqa dhayiqa, tariq adhayiq ni njia zile finyu vichochoro kama tulivyotafsiriwa. Fi sakakil madina faraa sabiyan, Umar wakati anapita katika vile vinjia vya Madina akamuona mtoto mdogo. Kana fi yadihi usfurun, yani kana usfurun fi yadihi, kulikuwa katika mkono wake usfuru, ndege.
Usfur naw'un mina tuyuri. Wa kana yal'abu bihi, na alikuwa yule mtoto anamchezea yule ndege. Farahima Umaru dhalika al-usfura, akamhurumia Umar yule ndege. Fashtarahu min aswabiyi fa'ataqahu, akamnunua yule ndege kutoka kwa mtoto. Baada kumnunua, fa'ataqahu, akamwacha huru. Umar huyo, elewa. Falamma tuufia Umaru, zama alipokufa Umar. Tuufia Umaru ni majhul, ni fi'lu mabni lilmajhuli, lakini nafasiriwa maalumia. Falamma tuufia Umaru, kwa nini atufasiri zama alipofishwa Umar? Huwa inafasiriwa hivyo kimaalum, yuqra'u lilmajhuli wa yufassaru bilmaalum. Sasa falamma tuufia Umaru radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahu aljumhuru fil manami, zama alipokufa Umar wakamuona yeye aljumhuru. Jumhur yani kalima jumhur huwa linatumika, yani jumhur bimaana kundi la watu. Wakamuona yeye, likamuona yeye kundi la watu, fil manami, usingizini, sawa. Fasaaluhu an halihi faqalu, wakamuuliza yeye kuhusiana na hali yake, wakasema hivi, ma fa'ala Allahu bika, kitu gani amekufanyia wewe? Qala, akasema Umaru, ghafara Allahu li watajawaza anni, amenisamehe mimi Mwenyezi Mungu. Ghafara Allahu li watajawaza anni, hivyo amenisamehe mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Qalu, wakasema, yani jumhur, wakasema jumhur, bi ayi shay'in, yani ghafara Allahu laka bi ayi shay, Mwenyezi Mungu amekusamehe kwa sababu gani? Kwa kitu gani? Bijudika, kwa ukarimu wako. Umar alikuwa mkarimu. Au biadlika, au kwa uadilifu wake. Au bizuhdika, au kwa zuhudi yake, zuhudi yako wewe. Qala, akasema Umar, sikilizeni, akasema Umar, lamma wada'tumuni fil qabr, lamma wada'tumuni fil qabri, zama mliponiweka mimi kaburini. Wasatartumuni fit turabi, na mkanisitiri mimi katika mchanga au kwa mchanga bimaana mkanifukia sawa. Wasatartumuni fit turabi, na mkanifukia, mkanistiri mimi kwa mchanga, sawa. Wataraktumuni wahidan, na mkaniacha mimi wahidan, hali ya kuwa ni mpeke yake, sawa. Fadakhala alayya malakani, shekhi, mliponifukia wakaingia kwangu mimi malaika wawili. Muhayyibani, wenye kutisha. Haiba ni kutisha. Muhayyibani, wanatisha mno. Wakaingia, shekhi. Fatwara akli, walipoingia kwanza, jambo la kwanza ikaruka akili yangu. Mafhum? Fatwara akli, ikaruka akili yangu. Warta'adat mafasili min haibatihima, na vikatetemeka viungo vyangu kutokana na haibatihima, vitisho vyao viwili, vitisho vyao hao wawili, yani sawa. Warta'adat mafasili min haibatihima, na vikatingishika au vikatetemeka viungo vyangu kutokana na vitisho vya hao malaika wawili. Sasa wa akhadhani wa ajlisani wa arada ay yasalani, muthanna zote hizo. Wakanichukua, wakanikalisha, na wakataka kuniuliza, shekhi, elewa, wakataka kuniuliza. Fa akhadhani wa ajlisani wa arada ay yasalani
fasami'tu nidaan min alhatifi, waliponichukua wakanikalisha na wakataka kuniuliza, nikasikiza ulingano min alhatifi, kutokana na yani ulingano ambaye hajui sehemu imetoka wapi hiyo sauti, yani sauti imeenea kote, labda Mungu huyo. Fasami'tu nidaan min alhatif, yani min almakan alladhi la a'rif, ndo alhatif. Sauti inasemaje shekhe? Uturuka abdi, nembo muacheni mja wangu. Wala tukhawifahu, wala tukhawifahu, na wala msimkhofishe. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu an, hakika mimi kwa sababu mimi, au hakika mimi nimemrehemu, biwa nimemhurumia na nimemsamehe. Kwa nini? Liannahu rahima usfuran, kwa sababu yeye alimhurumia usfur fi dunya, duniani, farahimtuhu fil uqba, nikamsamehe akhera. Hicho ndo kisa cha Umar ibn al-Khattab. Arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Hikayatun ukhra. Kwa kumaliza, kuna hikaya nyingine. Akasema kana abidun fi bani Israila, alikuweko mja Mungu mmoja katika bani Israil. Marra ala kathibin min ar-ramli, alilipitia kundi la changarawe. Marra, alipita, ala kathibin min ar-ramli, kundi la changarawe, yani kokoto zile ndogo ndogo zimerundikwa pale. Waqad aswaba bani Israila majaatun, na hakika walipatwa bani Israila na njaa. Wakati wale amelipitia lile lichangarawe, kundi la changarawe, huku bani Israila walipatwa na njaa. Aswaba bani Israila majaatun, yani aswaba majaatu bani Israila, ilikuwa hivyo. Fatamanna fi nafsihi tilka al-abidu, akatamani katika nafsi yake, anna hadha law kana daqiqan, kwamba hizi changarawe au hili kundi la changarawe lau lingekuwa ni daqiqan, ungekuwa ni unga shekhe. Kwa nini? Liushbi'a butuna bani Israila, ili nikashibisha matumbo ya bani Israila. Liushbi'a butuna bani Israila, ili nikashibisha matumbo ya bani Israila. Watu wana njaa, jamaa anatamani mchanga huu au changarawe hizi lau zingekuwa ni unga, nikawape watu washibe. Sasa فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه. Hapo shekhe akapeleka wahi Mwenyezi Mungu kwa nabii miongoni mwa manabii wao. Akasemaje? Kwamba qul fulani, nenda kumwambie fulani, sema kumwambia fulani, inna Allah ta'ala qad awjaba laka min al-ajri, hakika Mwenyezi Mungu amewajibisha kwako min al-ajri, katika malipo, yale ambayo lau kana dakika, lau lile kathib, lile changarawe lingekuwa ni daqiqan, nini unga, fatasaddaqta bihi, kwa sababu hiyo katoa sadaka. Faman rahima ibadallah, yule ambaye atafanyaje? Atawahurumia waja wa Mwenyezi Mungu, yarhamuhumullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu atamhurumia pia. Fa inna dhalika al-abda dhalika, ilikuwa hivyo. Hakika huyo mja, lamma rahima ibadallahi, zama alipowahurumia waja wa Mwenyezi Mungu, biqaulihi, kwa kusema kwake, lau kana hadha daqiqan liushbi'a an-nasa, lau ungekuwa huu ni unga, ningewashibisha watu. Fawajada thawaba kama faala, akapata thawabu kama alivyofanya, kama vile ndo amefanya. Kwenye chapa zingine asema kama lau faala, kama mnakumbuka hiyo, huko kuna lau huko,
kama lau angefanya, yani fawajada thawaba kama lau faala. Hapa imekuja fawajada thawaba kama faala. Wallahu a'lam bisawab. Nilikuwa ni ufunguzi, tutaendelea inshallah. Tutajitahidi kila siku tunapiga hata hadithi moja, bimaana kwa siku 40 mwezi mmoja tushamaliza kitabu. Wallahu a'lam.